Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa fadhili zake zilizotuwezesha sote kuiona siku hii muhimu katika historia ya Bunge la 13. Kama mnavyofahamu, tumekutana leo kwa ajili ya kuhitimisha mkutano wa 3 ambao ulikuwa mahususi kwa ajili ya kupokea na kujadili bajeti ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nimesema leo ni siku muhimu na ni ya kihistoria kwa sababu hii ni bajeti ya kwanza kupitishwa na Bunge la 13 baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hongereni sana waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa naomba nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono na uongozi wake thabiti wakati wote wa kipindi cha mkutano huu wa 3 wa Bunge la Bajeti. Wakati wote amekuwa akinipa maelekezo yenye tija na kuifanya kazi yangu iwe nyepesi. Mheshimiwa Spika, maoni na ushauri pamoja na michango ya wabunge katika bunge hili yalitoa mwelekeo sahihi katika mipango na utendaji wa shughuli za serikali na imegusa moja kwa moja maisha ya Watanzania wote. Pia niwapongeze kwa kazi kubwa mlioifanya tarehe 23 Juni 2026 ya kupitisha bajeti kuu ya serikali kwa kura ya ndio kwa bajeti ya 2026-2027, bajeti ya shilingi trilioni 62.33 kwa kura za 97.66%. Hongereni sana waheshimiwa wabunge, na hiyo kazi mlioifanya inaashiria imani mlionayo kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali imejipanga, imesikiliza hoja zenu na kutoa ufafanuzi, na sasa ipo tayari kutekeleza bajeti kwa kuzingatia yale yote waheshimiwa wabunge mlioyasema. Ninaomba pia nitumie fursa hii kuwapongeza waheshimiwa mawaziri, mwanasheria mkuu wa serikali, naibu mawaziri, wakuu wa mikoa, katibu mkuu kiongozi, makatibu wakuu, makatibu tawala, naibu makatibu wakuu, watendaji wakuu wa taasisi za serikali, watumishi wote wa umma kwa kufanikisha kupitishwa kwa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo utakumbuka, naomba niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kutoa pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Emanuela Semtatifikolo, mbunge wa jimbo la Isimani, kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hilo kufuatia uchaguzi mdogo uliofanyika hivi karibuni. Ushindi huo unadhihirisha kwamba wananchi wa jimbo la Isimani wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi kutokana na uongozi thabiti, sera makini pamoja na ilani ya uchaguzi inayotekelezeka. Nitumie fursa hii kumkaribisha sana Mheshimiwa Emmanuel Semtatifikolo na nimhakikishie kuwa waheshimiwa wabunge wote na serikali tutampa ushirikiano mkubwa ili aweze kutekeleza majukumu kikamilifu ya wananchi, ya kuwawakilisha wananchi wa jimbo la Isimani. Mheshimiwa Spika, wakati mkutano wa 3 wa bunge ukiendelea, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifanya teuzi mbalimbali. Teuzi hizo zilifanywa kwa lengo la kutekeleza na kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na shughuli mbalimbali za serikali. Moja, Mheshimiwa Spika, mnamo tarehe 2 Mei 2026, Mheshimiwa Rais alimteua Daktari Evelyn Wilbard Munisi, mbunge, kuwa naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Pia Mheshimiwa Rais alimteua Daktari John Anton Jing kuwa mtendaji mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Vilevile aliteua wakuu wa taasisi, mabalozi na wateule wengine katika nafasi mbalimbali. Nitumie fursa hii kuwatakia wateule wote
kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yao mapya na kuwakumbusha wajibu wao wa kutanguliza maslahi ya taifa letu mbele na kuwahudumia Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kutoa pole kwa Watanzania wenzetu waliokumbwa na majanga mbalimbali zikiwemo ajali za barabarani na ajali zinginezo. Ninatoa pole kwa wananchi wote waliopoteza wapendwa wao katika ajali hizo, na vile natoa pole kwa majeruhi wote, na ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu awape uponyaji wa haraka majeruhi wote. Nitumie fursa hii pia kutoa pole kwa waathirika wa majanga mengine yote ambayo yalitokea. Mheshimiwa Spika, leo wakati tunahitimisha shughuli za mkutano wa 3 wa Bunge la 13, tumefanikiwa kutekeleza masuala mbalimbali ikiwemo wajibu wa msingi wa kutunga sheria, kupitisha bajeti, kujibu maswali na hoja zilizojitokeza. Kwa upande wa hoja zilizojitokeza, Mheshimiwa Spika, tumejadili na kupitisha miswada na sheria mbalimbali, kujadili na kutoa maazimio mbalimbali, na kiupekee katika mkutano huu maswali ya msingi yaliyojibiwa ni maswali 689 na maswali ya nyongeza yaliyojibiwa ni maswali 2608 na maswali 27 ya papo kwa papo kwa waziri mkuu yaliulizwa na kupatiwa majibu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa miswada katika mkutano huu, bunge lako tukufu limepokea miswada 5 ambayo ilisomwa kwa hatua mbalimbali kama ifuatavyo. 1. Mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026 ulisomwa kwa hatua zote. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu. Mswada wa sheria ya matumizi wa mwaka 2026 ulisomwa kwa hatua zote. 3. Mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2026 ulisomwa kwa mara ya kwanza. 4. Mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria za kilimo 2026 nao ulisomwa kwa mara ya kwanza, na mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026 nao ulisomwa kwa mara ya kwanza. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 61 na 107 hadi 112 za kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, na kwa kuzingatia wajibu wa Bunge, bunge lako tukufu lilipokea na kujadili azimio moja ambalo ni azimio la Bunge kuhusu kuipongeza timu ya taifa ya vijana wanaume chini ya umri wa miaka 17, yani Serengeti Boys, kwa kufuzu fainali za AFCON 2026 na kukata tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17 kwa mwaka 2026. Nirejee kuwapongeza sana vijana wetu hawa kwa kuweka historia hiyo. Mheshimiwa Spika, pia nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake thabiti na dhamira yake ya kuhakikisha kuwa fedha za umma zinatumika kwa weledi mkubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Dhamira hiyo imekuwa msingi wa mafanikio makubwa tunayoshuhudia katika mwaka wa fedha ambao tunahitimisha. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia maono na maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6 imepata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa mwaka 2020 na dira 2025 kupitia sekta mbalimbali. Mafanikio haya yamebainishwa kwa kina wakati nilipowasilisha bungeni mapitio ya wizara ofisi ya waziri mkuu, mapitio pamoja na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa ofisi ya waziri mkuu na ofisi ya bunge kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, pia mafanikio hayo yamebainishwa katika maeneo ya miundombinu, sekta za uzalishaji, huduma za jamii na masuala mtambuka, na yamebainishwa kwa ufasaha na waheshimiwa mawaziri wa kisekta kupitia bajeti za wizara zao katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026. Mafanikio kwenye sekta na maeneo hayo yameendelea kuwa faraja na ukombozi kwa wananchi wa kipato cha chini, ikiwemo wakulima, wafanyabiashara wadogo, waendesha bodaboda, mamalishe na babalishe na maeneo mengine.
Haya yote ni matunda ya uongozi makini wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na dhamira yake ya dhati ya kustawisha maisha ya Watanzania na kuwa na kazi za staha na utu bila kuacha mtu yeyote nyuma. Mheshimiwa Spika, ni jambo la kujivunia kuona jinsi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anavyoendelea kuitangaza na kuiwakilisha vyema Tanzania katika jukwaa la kimataifa. Mheshimiwa Rais ameendelea kuonesha uongozi na hekima na kuendelea kushirikiana na mataifa mbalimbali na asasi za kimataifa. Mheshimiwa Rais ameendelea kusukuma mbele ajenda ya diplomasia ya kiuchumi kwa vitendo na kuthibitisha kuwa Tanzania ni mshirika mkubwa na wa kuaminika katika biashara na uwekezaji. Tumeshuhudia ziara za viongozi wenzake kutoka mataifa ya Ghana, Kenya, Uganda, Rwanda, Singapore na hivi majuzi kiongozi kutoka Namibia. Ziara hizo zinafanikisha makubaliano pamoja na kusaini mikataba muhimu katika maeneo ya biashara, uchukuzi, nishati pamoja na miundombinu. Aidha, Mheshimiwa Rais alipokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi 8 akisisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuongeza thamani za rasilimali zake. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais pia ameitangaza Tanzania kama kituo cha uwekezaji wa kimataifa kupitia ziara zake za kikazi nje ya nchi, akiwa amefanya ziara akishiriki mikutano ya kikazi na ya kiserikali katika nchi za Falme za Kiarabu na Urusi. Akiwa nchini Urusi, Mheshimiwa Rais alitoa wito wa uwekezaji zaidi katika bara la Afrika, akiitangaza Tanzania kama lango la kimkakati la biashara katika eneo lenye soko la zaidi ya watu milioni 500. Mheshimiwa Spika, ni heshima kubwa pia kwa taifa letu kuona Mheshimiwa Rais akitunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu wa Chuo Kikuu cha Urafiki wa Watu wa Urusi kwa mchango wake mkubwa katika elimu, ushirikiano wa kimataifa na urafiki katika mataifa haya. Heshima hii hutolewa kwa nadra kwa viongozi wachache duniani, na hii ni kielelezo cha namna jamii ya kimataifa inavyothamini uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunampongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa heshima hiyo aliyotuingizia sote kama Watanzania. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kulihakikishia bunge lako tukufu na wananchi wa Tanzania kwa ujumla kwamba vipaumbele vya bajeti ya 2026-2027 kwa kila wizara za kisekta vimezingatia maslahi mapana ya taifa. Bajeti hii inaendelea kuimarisha uwekezaji katika sekta za uzalishaji, miundombinu na huduma za jamii. Serikali imejipanga kuendelea kuimarisha mikakati na mifumo ya kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi wa mikopo na misaada kutoka nje. Mikakati mojawapo ni pamoja na kudhibiti matumizi ya umma katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge na Watanzania kwa ujumla wameshuhudia kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2026-2027 na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Mipango ambao waliwasilisha bajeti pamoja na mpango wa taifa. Bajeti hiyo inaenda kugusa na kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri vijana na wanawake wa Kitanzania walio wengi. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali kupitia mamlaka ya serikali za mitaa inaenda kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo kwa sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na kati ya 15% iliyotengwa, 10% inaelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kama ambavyo uwiano ulikuwa awali. Aidha, 5% itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi wa maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali ili kuvutia na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Mheshimiwa Spika, nizielekeze mamlaka za serikali za mitaa kutenga maeneo ya wajasiriamali kwa kuzingatia urahisi wa kufikika na kuwawezesha kufanya biashara kwa tija. Hivyo kupitia 5% ya uboreshaji wa miundombinu ya wajasiriamali pale itakapohitajika na halmashauri zilipe fidia, wasisite kufanya hivyo ili kuwezesha upatikanaji wa maeneo yenye sifa kwa wajasiriamali kupata tija zaidi
ili tuache kufukuzana na wajasiriamali pale tunapowapatia eneo ambalo halifikiki au ambalo halikidhi mahitaji ya biashara wanazozifanya. Tuwapatie maeneo ya kufanyia biashara katika mazingira yanayokidhi mahitaji ya biashara zao. Mheshimiwa Spika, aidha, kupitia utaratibu mpya wa utoaji wa mikopo inayotokana na 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, ninazielekeza taasisi za fedha na waratibu wa mikopo hiyo kuondoa masharti magumu yanayokwamisha wajasiriamali kunufaika na mikopo hiyo. Mfano, ulazima wa wahitaji kwa upande wa watu wenye ulemavu kuunda vikundi na ulazima wa wahitaji kuwasilisha dhamana kubwa kama vile hati za nyumba, hati za vitu vingine vikubwa ambavyo kwa asili ya biashara zao hawawezi kuwa nazo. Kipekee ninatoa wito kwa vijana kujipanga na kutumia ipasavyo vipaji walivyo navyo, fursa zilizopo na mazingira mazuri yaliyowekwa na serikali katika kujiongezea kipato kupitia shughuli wanazozifanya. Mheshimiwa Spika, zamani ilikuwa hata watu wenye ulemavu lazima wawe na kikundi. Tunaondoa sharti hilo ili kuwawezesha kufikia mikopo hiyo bila kulazimika kuunda vikundi. Kadhalika, kuondoa masharti ya hati za nyumba kwa bodaboda, mamalishe na watu wenye ulemavu pale wanapohitaji mikopo hiyo. Watumie vitambulisho vya taifa kupata mikopo hiyo kama dhamana. Mheshimiwa Spika, ili kuwavutia wajasiriamali, serikali inatoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wadogo ambao ni wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Hatua hii itawezesha mama na babalishe, waendesha bodaboda, bajaji, mafundi seremala na wachomeaji na wengine wenye shughuli ndogo ndogo kuanzisha biashara zao pasipo kuwepo na changamoto ya kudaiwa kodi ndani ya mwaka mmoja. Muda huo tunatoa fursa ya kujiimarisha katika biashara zao wanazozianzisha. Mheshimiwa Spika, tumetolea mfano huu kwa wafugaji ambao wanajua namna ya kukuza vindama vyao ili baadaye waweze kupata maziwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuweka nafuu mbalimbali za kikodi kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha alizielezea kwa kina, zenye malengo ya kuchochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia majumbani na katika sekta ya usafiri kukabiliana na athari zinazotokana na migogoro ya Mashariki ya Kati. Hivyo serikali itasamehe kodi kwenye vifaa vinavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme na kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10%. Nitoe rai kwa wawekezaji wa sekta binafsi kwa ujumla watumie fursa hiyo kuagiza mashine na vipuri vinavyotumika katika vituo hivyo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sekta za uzalishaji na katika kutambua kuwa sekta ya kilimo nchini inabeba makundi mengi katika uzalishaji na biashara, serikali imeweka vivutio mbalimbali vya kikodi ili kuhamasisha kilimo na matumizi ya mbegu za mafuta zinazozalishwa hapa nchini. Aidha, nafuu hii ni pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa gharama nafuu na kulinda viwanda vya ndani vinavyochakata na kuzalisha mafuta ya kula yanayotokana na michikichi, soya, karanga pamoja na nazi. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuweka mazingira bora kwa kuhakikisha kuwa viwanda vya ndani vinazalisha na kuwa na ushindani dhidi ya bidhaa zinazoagizwa nje ya nchi. Hatua hiyo ni sehemu ya kuongeza kiwango cha ushuru wa forodha kwenye bidhaa mbalimbali zinazoagizwa toka nje ya nchi kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani na kuhamasisha uwekezaji wa ndani na uzalishaji wa ndani. Mheshimiwa Spika, niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote kutumia nafuu hizi za kikodi zilizotolewa na serikali kupitia hotuba nzuri aliyoisoma Mheshimiwa Waziri wa Fedha, kuongeza uwekezaji katika sekta za uzalishaji badala ya kutafuta tu faida binafsi ambazo haziwanufaishi Watanzania walio wengi. Hatua hii itaendelea kutanua wigo wa kutoa ajira kwa vijana ambao kwa sehemu kubwa ndio wamekuwa wenye changamoto nyingi za ukosefu wa ajira.
Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa sekta ya biashara na uwekezaji nchini, serikali imefanya maboresho katika sheria 55 ambapo pamoja na mambo mengine ada na tozo 374 zimepunguzwa ama kufutwa. Lengo la hatua hiyo ni kupunguza gharama za kufanya biashara, kuimarisha mazingira ya uwekezaji pamoja na kuongeza usajili wa biashara na uwekezaji hapa nchini. Hatua nyingine ni kufanya maboresho katika kanuni mbalimbali kama ambavyo mtakumbuka zilivyowasilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Hizi ni hatua muhimu. Hizi ni hatua muhimu ambazo serikali imechukua kuweka mazingira mazuri ya uzalishaji na wananchi kujiletea maendeleo ndani ya nchi yetu. Serikali imezingatia maoni ya waheshimiwa wabunge kuhusu kero ya wingi wa ada, tozo na adhabu zinazotolewa na mamlaka za udhibiti wa ufanyaji biashara na uwekezaji. Hivyo serikali imeridhia kuanzisha mfumo jumuishi ili kutatua kero hizo bila kuathiri majukumu na msingi unaofanywa na taasisi hizo za udhibiti. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sekta za kifedha, sekta za kimkakati, serikali imetoa fedha zaidi katika baadhi ya sekta za kimkakati ili kuwezesha kukamilika kwa miundombinu inayohusika. Lengo ni kuimarisha miundombinu hiyo. Mfano, upande wa miundombinu ya reli ya kisasa ya SGR, ujenzi wa barabara, upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam na viwanja vya ndege na bandari zingine. Pia itajumuisha gharama za usafiri na usafirishaji na kuleta unafuu kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, tutaweka nguvu kubwa vipande vya reli ambavyo havijakamilika: Dodoma Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza. Ikiwezekana mpaka 2030 basi tuwe na treni inayotoka Mwanza mpaka Dar es Salaam, Dar es Salaam mpaka Mwanza. Vile vile serikali imeboresha kilimo cha umwagiliaji kwa kuongeza ruzuku na pembejeo, uchimbaji wa mabwawa, ujenzi na uboreshaji wa viwanda vidogo vidogo vya usindikaji wa mazao. Hatua hii imelenga uzalishaji na thamani ya mazao kwa wananchi wengi zaidi ambao wanajishughulisha na shughuli hiyo. Katika sekta ya madini, serikali imetenga fedha za kuweka mazingira wezeshi kwa ujenzi wa viwanda vya kusafisha dhahabu pamoja na madini mengine na uboreshaji wa ramani za kina za madini hapa nchini. Hatua hiyo inavutia uwekezaji na itasaidia wachimbaji wadogo kupata masoko, teknolojia na kuacha kuuza madini yakiwa ghafi yanayopunguza thamani ya madini. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa upatikanaji wa nishati ya mafuta, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Kisekta, ametoka kutoa neno la faraja. Serikali itaendelea kusimamia mpango mkakati ambao Wizara ya Kisekta imeuweka kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoka kutuambia hivi punde na yale ambayo aliyafafanua kwa kirefu wakati wa bajeti ya sekta ya nishati. Nitumie fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge kwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wananchi katika majimbo yao wanapata maendeleo kwenye sekta mbalimbali ikiwemo maji, barabara na nishati, kama ambavyo Mheshimiwa Spika umeona jinsi ambavyo wamefuatilia kwa ukaribu. Na Mheshimiwa Spika, hii ndio maana halisi kwamba Watanzania walichagua wawakilishi sahihi na wawakilishi hao wanafanya kazi yao kwa usahihi. Hongereni sana waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa hiyo ambayo mmeidhihirisha kwa vitendo katika kipindi hiki chote mlichokaa kupitisha bajeti za kisekta na bajeti kuu ya serikali. Serikali imepokea ushauri huo na itaendelea kuboresha utaratibu wa utoaji wa fedha kama ambavyo waheshimiwa wabunge walisemea katika baadhi ya sekta. Kwa mfano, 70% ya fedha za mifuko ya maendeleo zitaelekezwa moja kwa moja kwenye mifuko hiyo. Hapata kuwepo na ucheleweshaji wa fedha za mifuko ambazo zimeshakusanywa. Kuanzia zinapokusanywa zitapelekwa moja kwa moja kwenye mfuko husika, ili mfuko husika uweze kutekeleza majukumu yake ya kimsingi bila kuwa na matatizo ya utoaji wa fedha. Uamuzi huo utaongeza kasi na uhakika wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kupanua wigo wa huduma za jamii na kuongeza fursa za uzalishaji. Nitumie fursa hii
kuwakumbusha watendaji wa taasisi ambazo zitapelekewa fedha hizo kuhakikisha wanakamilisha miradi iliyokusudiwa, tena kwa kuzingatia thamani ya fedha. Mheshimiwa Spika, tunataka miradi inayojengwa iwe na uimara ili kuepusha fedha za umma kuwa zinapotea kwa kurejea kutengeneza miradi ambayo ilikwisha kutengenezwa. Wakumbuke kuwa dhamira na maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kutekeleza kikamilifu miradi ya maendeleo kwa ajili ya ustawi wa Watanzania. Serikali itachukua hatua kali kwa watendaji wote watakaoshindwa kutekeleza maelekezo hayo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya serikali na wabunge wote na Watanzania wote, naomba nitoe tena shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha za kutekeleza miradi hiyo na kuongeza uwazi na uwajibikaji. Tumwombee Mungu amjalie afya njema na hekima zaidi na kuendelea kuliongoza taifa letu kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais ameonyesha kwa vitendo dhana yake ya uwazi na uwajibikaji kwa kuziongezea taasisi zetu za udhibiti fedha, rasilimali watu na vitendea kazi, ofisi ya mkaguzi mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, taasisi yetu ya kupambana na kuzuia rushwa na taasisi zingine zote za udhibiti, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya kaguzi wakati miradi inaendelea, ili pale panapotokea ubadhilifu hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Hii ni hatua kubwa na ni dhamira ya dhati ya kutunza na kulinda rasilimali za Watanzania. Mheshimiwa Spika, katika ziara nilizofanya maeneo mengi nchini kumekuwepo na malalamiko kutoka kwa wananchi, hususan migogoro ya ardhi. Baadhi ya masuala hayo yameshafikishwa kwenye mabaraza yetu ya ardhi ya wilaya na baadhi hayakupata fursa ya kufikishwa huko. Baadhi ni kwa ajili ya upungufu wa ikama za mabaraza ya ardhi na baadhi ni kwa ajili ya upungufu wa mabaraza yenyewe katika baadhi za wilaya. Mfumo wa mabaraza ya ardhi ulianzishwa kwa miaka ya nyuma, ikiwa ni wakati mahakama za hakimu mkazi na wilaya zikiwa chache katika maeneo mengi hapa nchini. Mheshimiwa Spika, serikali inakusudia kuangalia upya utaratibu unaotumika kutatua migogoro ya ardhi ili tuweze kupata jawabu la kudumu la kupata ufumbuzi wa migogoro ya ardhi badala ya kutegemea ziara. Tunaangalia uwezekano wa kuangalia namna ya kuboresha ama kuendelea kuboresha mabaraza ama kuhamishia masuala ya ardhi kwenda kwenye mahakama ambazo sasa zipo kila wilaya hapa nchini. Baada ya serikali kuwa imekamilisha kufanya uamuzi wake, ikitokea kwamba uamuzi utakuwa ni wa kuhamishia mabaraza katika mahakama zetu, serikali itafanya hivyo kwa uharaka ili bunge lijalo tuweze kuleta mapendekezo hayo ili tupate ufumbuzi wa kudumu wa namna ya kushughulikia migogoro ya ardhi kwa wananchi wetu. Nitoe rai kwa Watanzania wote, tuache kuendelea kuaminiana na kupeana ardhi kwa kuaminiana bila kuweka misingi ya kisheria, kwa sababu migogoro mingi pia inatokana na kupungua kwa uaminifu baina ya sisi kwa sisi. Pia kwa nyakati mbalimbali nimepokea changamoto wanazokutana nazo baadhi ya wafugaji kwa mifugo yao kutaifishwa baada ya kukamatwa katika maeneo yaliyohifadhiwa. Mheshimiwa Spika, wabunge wengi wameongelea sana jambo hili wakiwa hapa bungeni. Baadhi ya mashauri haya yalikwisha kuhitimishwa katika vyombo vya kisheria kwa wafugaji kupata ushindi na kuamuriwa warejeshewe mifugo yao. Taasisi husika hazijatekeleza maamuzi hayo ya mahakama na kuishia kuambia mifugo yao ilikufa ama ilipotea ama sababu zingine. Vitendo hivyo vinadhoofisha sekta ya mifugo na kuwaacha wananchi hawa katika ufukara. Ili kuimarisha misingi ya utawala bora na utawala wa kisheria na utoaji wa haki kwa wananchi, kupitia mkutano ujao wa Bunge, serikali itawasilisha mapendekezo ya marekebisho ya sheria zinazosimamia utaifishaji wa mifugo na mali kwenye maeneo yaliyohifadhiwa. Mheshimiwa Spika,
tunakwenda kuifuta sheria hiyo inayotaifisha mifugo ya Watanzania inapokutwa katika maeneo hayo. Na Mheshimiwa Spika, kwa sasa nitumie bunge lako tukufu kuwaelekeza Wizara ya Fedha kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii wahakikishe wanatekeleza maamuzi yaliyotolewa na mahakama, wawarejeshee mifugo yao wafugaji walioshinda kesi mahakamani, na kama mifugo hiyo ilikufa ama ilipotea, basi wawarejeshee fidia za mifugo yao. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie hiyo. Na waelekeza Wizara ya Fedha na Wizara ya Maliasili na Utalii watekeleze maelekezo ya mahakama, maamuzi ya mahakama yaliyotolewa pale ambapo wafugaji walishinda kesi, wawarudishie mifugo yao, na kama ilikufa ama ilipotea, wawarejeshee fidia ya fedha kwenye mifugo hiyo iliyopotea. Na Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema, ili haya yasijirudie, tunaenda kufuta hiyo sheria ya utaifishaji. Hatuna maana kwamba hatuzingatii maeneo yaliyohifadhiwa, lakini tunaondoa mianya hii kwa sababu katika baadhi ya maeneo utaifishaji huu umetoa mwanya uliotumika vibaya. Yapo maeneo ambapo mifugo haijafa, imegawanwa, na hayo tutaendelea kuyafanyia kazi moja baada ya lingine. Tutachunguza na yenyewe baada ya kuwa tumeshakamilisha haya ya kuwarudishia mifugo wanaohusika na fidia wanaohusika, lakini pia na kufuta sheria hii ambayo imewasababishia vidonda Watanzania wengi wanaoshughulika na sekta hii, na tutaendelea kuangalia na sheria zingine ambazo zinahusiana na mambo ya aina hiyo. Mheshimiwa Spika, katika maeneo mengi hapa nchini kumejitokeza vitendo vya baadhi ya watendaji wa mamlaka za udhibiti na usimamizi wa sheria kunyang'anya bidhaa, mitaji na vitendea kazi wajasiriamali na wananchi katika baadhi ya maeneo ya vitendo vyao. Vitendo vya aina hii havikubaliki na vinarudisha nyuma jitihada za wananchi kujikwamua kiuchumi, licha ya serikali kuweka mazingira mazuri ya kuwawezesha wananchi hao waweze kutekeleza majukumu yao ya kiuchumi. Nilienda eneo moja nikakuta wanafanya uchunguzi, wamechukua mashine, wamechukua mpaka magodoro na uchunguzi wa jambo ambalo halihusiani na magodoro yanaingiliana wapi. Hivyo hivyo tumesema vishikilie vitendea kazi tu ambavyo vimeshiriki kwenye makosa ambayo kwa asili ya makosa hayana dhamana: mauaji, nyara za serikali, madawa ya kulevya, ubakaji na mengine ya asili hiyo. Yale mengine ambayo vitendea kazi vitaweza kuzalisha ili mwananchi aweze kulipa faini, visichukuliwe vitendea kazi, tubaki tunashughulikia swala la faini ambao kisheria ndicho ambacho serikali inatakiwa kupata. Mheshimiwa Spika, kama msimamizi wa shughuli za serikali, nitaendelea kuchukua hatua kali kwa wale wanaopuuza maelekezo haya. Nimewaandikia wakuu wa taasisi zote wazingatie maelekezo haya, na wale wanaokiuka, kama nilivyosema, tumeanza kuchukua hatua kali na tutaendelea kuchukua hatua kali ili kukomesha tabia hiyo. Niendelee kusisitiza maelekezo haya kwa watendaji wote wa serikali: kuheshimu mitaji ya watu, kuheshimu jasho la Mtanzania, kuheshimu shughuli zinazofanywa na Watanzania. Tusifanye kuwategeshea Watanzania ili tuchukue mali zao, ili tuchukue fedha zao, ili tuchukue faini. Mtu anaenda kulima na trekta kwenye shamba, tunamwangalia, wakati wa mavuno ndo tunaenda kufyeka na kuchoma moto. Tunaenda tunafyeka mahindi, alafu pembeni kuna bangi. Lazima maeneo ambayo tumeyahifadhi tuyahifadhi, lakini
wakati ule ule tusiendekeze vitendo vya rushwa, kwamba yule ambaye hajatoa rushwa tunamfiekea, yule mwingine amelima, yule mwingine tunachukua trekta. Haya hayakubaliki. Lazima tuziondoe dosari za aina hii. Mheshimiwa Spika, haya ni masuala yanayohusu uwajibikaji. Nimeongelea yale yanayohusu haki, sasa naongelea yale yanayohusu uwajibikaji. Lazima Mheshimiwa Spika, tutoe kwa wananchi huku tukitekeleza dhana ya uwajibikaji ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza ifanyike kwa ufanisi, na ni muhimu sana kwa viongozi na watendaji na watumishi wote kuwa na mahusiano mazuri katika kutekeleza dhana hii ya uwajibikaji. Hali iliyojitokeza katika baadhi ya maeneo, kumekuwepo na migogoro na migongano baina ya viongozi, watendaji, watumishi, na hivyo kupunguza tija katika utekelezaji wa shughuli za serikali. Ikumbukwe kuwa ndio kwanza tunaenda kuanza utekelezaji wa dira mpya tarehe 1 mwezi wa 7. Ndio kwanza tunaenda kuanza utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 tarehe 1 mwezi wa 7. Ndio kwanza tunaenda kuanza kutekeleza bajeti ya kwanza baada ya uchaguzi tarehe 1 mwezi wa 7. Hivyo basi ni wajibu wa kila mmoja kujielekeza katika kuwawezesha wananchi kupata manufaa ya mipango hiyo na dira hiyo ya serikali. Uchaguzi umepita, tumemaliza uchaguzi, sasa tuende kufanya kazi. Hali hiyo itawezesha Watanzania kunufaika na mipango mizuri ambayo Mheshimiwa Waziri wa Mipango alisoma na dira aliyoisoma na bajeti hii nzuri ambayo Mheshimiwa Waziri wa Fedha ametoka kuisoma na bunge lako tukufu limetoka kuipitisha. Hali hiyo itawezekana tu kama hatutakuwa na migogoro inayochelewesha utekelezaji wa mipango hiyo na ilani ya uchaguzi. Mheshimiwa Spika, katika usimamizi wa shughuli hizo kwenye mamlaka za serikali za mitaa, kila mwaka tulikuwa tunaingia gharama za uchaguzi wa viongozi na watendaji katika na viongozi na watendaji wanaingia katika michakato ya uchaguzi kwenye serikali zetu za mitaa. Mazingira haya yalikuwa yanachochea migongano na kuondoa utulivu katika mamlaka zetu za serikali za mitaa. Kama nilivyotoka kusema kule, tumemaliza uchaguzi, ndio kwanza bajeti ya kwanza tunataka kuanza kutekeleza, ndio tarehe 1 tunaanza kutekeleza dira na ndio tunaanza kutekeleza ilani ya uchaguzi. Napenda kulijulisha bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, katika mkutano ujao serikali itawasilisha mapendekezo ya marekebisho ya sheria kuhusu nafasi ya naibu meya na makamu mwenyekiti wa halmashauri. Tutaondoa utaratibu wa kufanya uchaguzi kila mwaka, lengo ikiwa ni kubadilisha mfumo wa sasa ambao chaguzi hizo hufanyika kila mwaka, na sasa tutaenda kwenye kuweka uchaguzi ambao uchaguzi ukishafanyika basi uhai wa waliochaguliwa kwenye nafasi hizo za meya na naibu meya pamoja na naibu mwenyekiti utakaa katika kipindi chote kama ambavyo inafanyika kwa mwenyekiti na makamu mwenyekiti. Sambamba na hao, tumemwambia pia mwanasheria mkuu wa serikali aangalie vipengele vitakavyosaidia kufanya halmashauri zetu zitulie na watu waelekeze akili zao kwenye utendaji kazi na kutatua migogoro, kero za wananchi na kuwatafutia wananchi maendeleo. Utaratibu wa sasa wa mnamaliza uchaguzi wa naibu meya, naibu mwenyekiti wa halmashauri, wiki inayofuata anaanza kampeni ya uchaguzi unaofuata mwaka ujao. Ilani haijaanza kutekelezwa, meya ama mkurugenzi wako bize kutafuta mbunge mbadala, hata ilani haijaanza kutekelezwa. Tumemwambia mwanasheria mkuu wa serikali aangalie vipengele ili watu wajikite kufanya kazi.
Mheshimiwa Spika, nayasema haya kwa sababu katika ziara chache nimekuta katika baadhi ya maeneo hata mbunge haja hapa, mkurugenzi na meya ama mwenyekiti wa halmashauri wako bize kutafuta mbunge mwingine. Naibu meya hajaanza kazi, diwani mmoja anatafuta nafasi ya naibu meya ama anatafuta nafasi ya naibu mwenyekiti. Haya mambo sio yanayowafurahisha wananchi. Wananchi wanataka kazi, wanataka miradi ya maendeleo, wanataka maendeleo katika maeneo yao. Mambo ya safu, mambo ya kuwaza madaraka ni mambo ya ubinafsi. Mheshimiwa Spika, katika ziara pia nimeshuhudia ziara za viongozi wa kitaifa katika maeneo mbalimbali hapa nchini zimeanza kuwa sasa kama sehemu ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa shughuli za serikali ikiwemo utoaji wa huduma bora. Mheshimiwa Spika, ziara za viongozi wa kitaifa katika maeneo mbalimbali hapa nchini ni sehemu ya majukumu ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa shughuli za serikali ikiwemo utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Katika ziara hizo, wananchi wengi wamekuwa wakijitokeza kuwasilisha kero mbalimbali. Baadhi ya kero hizo ilitarajiwa ziwe zimetatuliwa na viongozi waliopo kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Ninawakumbusha viongozi na watumishi wote wa umma kwamba utatuzi wa kero za wananchi ni sehemu ya majukumu yao ya kila siku. Aidha, ziara za viongozi wa kitaifa ikiwemo ziara ya waziri mkuu sio mbadala wa kutoa huduma hizo kwa wananchi, na hivyo niendelee kuwasisitizia wizara, idara, sekretariati za mikoa, serikali za mitaa na mifumo yote iliyopo katika mamlaka za serikali za mitaa kuanzia ngazi ya kijiji, mitaa, waendelee kutoa huduma hizo ipasavyo bila kusubiri ziara za viongozi wakuu. Mheshimiwa Spika, zipo tetezi katika baadhi ya maeneo kwamba viongozi wapo kama wamepigwa ganzi. Wanasubiri nini? PDF, mkeka, teuzi. Haya ni mambo ya ajabu, mambo ya ajabu. Kuwa ofisini na kusubiri teuzi ni mambo ya ajabu. Haya ni mambo ya ajabu ajabu tu. Niendelee kuwaelekeza, mmepewa dhamana na kwenye barua haujaandikiwa inaisha lini. Endelea na kazi. Na kwa kweli wale wanaosubiri PDF na wale wanaosubiri mkeka tutawatoa, lakini wale wanaofanya kazi wataendelea na kazi, kwa sababu tunataka wananchi wapate huduma zilizo bora. Kwa nielekeze taasisi zetu zinazofuatilia mienendo ya viongozi, tubainishieni wale wanaosubiri mkeka, wale wanaosubiri PDF, tuwatoe ili tuwaweke watu wanaotaka kufanya kazi. Hatutaki shughuli za ofisi za umma zisimame kwa sababu kuna watu wanasubiri uteuzi. Haya ni mambo ya ajabu. Hivi tungekuwa tunasubiri, wote tunajua kuna kifo, hivi tungekuwa tunasubiri kufa, kuna mtu angefanya kazi? Unasubirije uteuzi na una jukumu umepewa la kufanya? Nalisisitiza tena, swala la teuzi, tena teuzi zinazofanyika kwa pleasure ya anayeteua, zisisubiriwe. Usisubiri, tuendelee na kazi, watu waendelee na kazi. Tunataka watu wakimbie mchaka kuhudumia Watanzania, na wale ambao hawatasikiliza maelekezo haya kwa kweli watakuwa wameshajitambulisha kuwa wamechoka, hawastahili kuendelea kuwa maofisini. Viongozi na watendaji katika kila ngazi wasimamie na kutekeleza kikamilifu maagizo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na viongozi wa kitaifa, ikiwemo kutatua kero za wananchi, ikiwemo kuwasikiliza wananchi, ikiwemo kusimamia miradi ya maendeleo. Haya ni majukumu ya kila siku, na watenge siku za kusikiliza, watenge siku za kufuatilia miradi, utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Taasisi zote zinazotoa huduma watenge muda wa kutatua kero wananchi wanazozipata kupitia huduma wanazozitoa. Mheshimiwa Spika, ninatoa rai kwa wananchi wote kuwa pamoja na serikali
na pamoja na uwepo wa ziara za viongozi wakuu wa kitaifa, waendelee kuthamini mfumo wetu wa kiutawala ndani ya nchi yetu. Tumesogeza huduma kwa kila mwananchi. Watumie fursa hiyo kufika katika ofisi za umma ili waweze kutatuliwa yale ambayo yanahitaji ufumbuzi wa kutoka serikalini. Nalisisitiza, ziara zinazofanywa na viongozi wakuu ikiwemo ziara ya waziri mkuu si mbadala wa mifumo rasmi ya utendaji wa kazi wa serikali. Tutaendelea kutumia ziara kama sehemu ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa maelekezo, sehemu ya kukagua miradi ya maendeleo, sehemu ya kuchochea shughuli za maendeleo na sehemu ya kutatua kero za wananchi. Nina uhakika wakuu wa idara, wizara, idara, mikoa, wilaya, wataalamu katika maeneo mbalimbali ya serikali wanao uwezo wa kutatua changamoto hizo. Mheshimiwa Rais amewapa dhamana kumwakilisha katika maeneo hayo mlipo, kila moja atimize wajibu wake. Mheshimiwa Spika, sambamba na mifumo hiyo ya kiutawala, serikali pia imeweka mifumo ya kielektroniki kwa ajili ya wananchi kuwasilisha kero na maoni mbalimbali serikalini. Mifumo hiyo ni pamoja na e-mrejesho, e-kiongozi, sema na waziri, pamoja na kituo cha kitaifa cha mawasiliano ya simu, yani call center. Na waheshimiwa mawaziri, niwapongeze sana, mmeanza kulitekeleza hilo kwa kasi na wananchi wameanza kunufaika nalo. Nitoe rai kwa wananchi kutumia fursa hizo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata ufumbuzi wa yale ambayo tunataka yapate ufumbuzi. Mheshimiwa Spika, kituo cha mawasiliano cha simu kuwepo kimeongeza wigo wa wananchi kufikisha malalamiko yao bila gharama. Kwa hiyo kituo hicho pia kiendelee kutumika ili kuweza kuhakikisha wananchi wanapata tija na kupunguza gharama. Mheshimiwa Spika, mkutano wa bunge wa bunge la 13 ulikuwa mahususi kwa ajili ya kujadili kupitisha bajeti na mpango wa serikali. Mpango wa maendeleo wa taifa 2026-2027 ni nyenzo ya kwanza katika kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2030-31, ambao unatafsiri kwa vitendo dira ya 2050. Mheshimiwa Spika, bajeti iliyopitishwa na bunge lako inalenga kuimarisha miundombinu, kuongeza uzalishaji, kuboresha huduma za kijamii, kuimarisha uwekezaji ndani ya uchumi ili tuweze kufikia uchumi shindani na ustawi wa wananchi. Ili kufanikisha haya, tutaendelea kuimarisha yale ambayo Mheshimiwa Waziri wa Fedha aliyatoa kama maelekezo mahususi ya kuweza kufanikisha utekelezaji wa bajeti hii ya mwaka huu. Serikali inaendelea na maandalizi muhimu ya kuwapokea wanafunzi zaidi ya milioni 3 wa makundirika mawili yanayotarajiwa kujiunga na elimu ya sekondari ifikapo 2028. Takribani kata 315 zimebainika kuwa na changamoto ya msongamano wa wanafunzi. Haya yote serikali itayazingatia kama sehemu ya kipaumbele kuweza kutatua. Shilingi trilioni 1.7 zitahitajika kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu kabla ya Januari 2028. Hivyo ninatoa wito kwa wadau wote wa elimu kushiriki kikamilifu katika kufanikisha maandalizi ya mapokezi ya wanafunzi makundirika mawili 2028. Mheshimiwa Spika, hili ni badiliko kubwa kufanyika ambalo linafuatia baada ya lile ambalo Mwalimu Nyerere alilifanya akiwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lile ambalo lilihusisha kutoka kwenye elimu ya lazima ya darasa la 4 kwenda lile la 7. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anapeleka hatua nyingine ya kihistoria ya elimu ya lazima ya miaka 10. Kila mmoja wetu anayo nafasi ya kuchangia katika mabadiliko haya na kufikia azma ya kupata miundombinu muhimu na kuwezesha wanafunzi tarajiwa wote kuanza masomo kwa mara moja. Mheshimiwa Spika, nikiwa naelekea kumalizia, nisisitize jambo moja muhimu: swala la usalama, amani na utulivu. Mheshimiwa Spika, uwepo wa amani umeendelea kuwa msingi muhimu wa shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa.
haya yote tuliyoyapanga kwenye dira, haya yote tuliyoyapanga kwenye mipango ya maendeleo ya miaka mitano na ile ya mwaka mmoja, yale yote tuliyoyapanga kwenye ilani ya uchaguzi na yale yote ambayo tumeyapitisha kwenye bajeti itakayoanza Julai mosi, Mheshimiwa Spika, hayawezi kuwa na manufaa kwa Watanzania wala hayawezi kutekelezeka pasipo amani, usalama na utulivu ndani ya nchi yetu. Hivyo basi, uwepo wa amani umeendelea kuwa msingi muhimu wa shughuli zote za kiuchumi, kijamii na kisiasa, na hivyo kuifanya nchi yetu kuendelea kuvutia uwekezaji na kuimarisha ustawi wa wananchi wa Tanzania. Watanzania tunao wajibu wa kutunza hali hii bila kujali tofauti zetu za kidini, kisiasa au kikabila. Nitoe rai kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kuwa analinda na kuitunza tunu hii ya amani na utulivu wa nchi yetu. Na wasisitizia Watanzania wenzangu wote tuendelee kulinda amani tuliyoirithi kutoka kwa wazee wetu, waasisi wa taifa letu, huku tukizingatia sheria, kuheshimu haki za wengine, kujiepusha na vitendo vinavyoweza kusababisha migawanyiko ndani ya nchi yetu. Tuzingatie matumizi ya lugha za staha katika mijadala ya kijamii, ya kisiasa, kwani nayo yana mchango mkubwa wa kuvunja mshikamano ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, amani ikivunjika, utulivu ukitoweka, umoja wetu ukivunjika, hakuna anayebaki salama. Hivyo wale wanaojihakikishia kubaki salama, hasa wale wasio wa Tanzania ama wale walio nje ya Tanzania, wasituongoze katika kuvunja amani yetu, utaifa wetu na taifa letu. Amani, utulivu, mshikamano wa taifa hili si vitu vya kuchezewa, kwani vimejengwa kwa jasho, uzalendo, damu na hekima ya waasisi wa taifa letu. Kwa namna yeyote, na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wetu wa mambo ya ndani, ametoka kutoa kauli na mwongozo ambao serikali itausimamia. Kwa namna yeyote, serikali haitaruhusu amani, utulivu na utaifa wetu uharibiwe na yeyote yule. Haya yote ni mambo ambayo wala tusidanganyane, wala hatutaruhusu yachezewe. Wala tusidanganyane. Swala la usalama, amani na umoja wa nchi yetu wala si mambo ya kujadiliwa, wala tusidanganyane, wala hatutaruhusu viharibiwe. Na wale wanaoelekeza kwa magrupu ya WhatsApp waje wenyewe, wasitumie watoto wa Kitanzania kama chambo. Wana mambo yanawasukuma, waje wenyewe, wasielekeze kwa magrupu ya WhatsApp. Wasikae huko na kutumia simu na mitandao na magrupu ya WhatsApp kuchochea vurugu kwenye nchi yetu. Waje wenyewe. Wasiwatume watoto wa Kitanzania, wasifanyie biashara maisha ya watoto wa Kitanzania, kuwatuma kwa magrupu ya WhatsApp kwamba tukutane pale, wao wakiwa kwenye mataifa mengine kule, wakiwa wanahifadhiwa kwenye mataifa mengine, wanatunzwa, wanalishwa, alafu watumie magrupu ya WhatsApp kuwatuma watoto wa Kitanzania. Waje wenyewe. Kama nchi hatutaruhusu nchi yetu ichezewe, wala hatutaruhusu
amani ya nchi yetu ichezewe na mtu yeyote.